Asante kwa kuchagua Lasa Bongo Media kwa ajili ya taarifa mbalimbali za kimichezo. Leo sasa hivi tunakuletea habari zinazo trend kuhusiana na mechi ya dabi ya Kariakoo, ambapo Simba wameweza kuisusia mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo ilitakiwa ipigwe leo majira ya saa 1:15 kutokana na kile kilichotokea jana, ambapo Simba mabasi mawili ya Simba yalizuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho. Simba wameweza kutoa taarifa yao kupitia ukurasa wao wa Instagram ambayo inasema kwamba nitaisoma kama ilivyoandikwa. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu wa NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa kama timu geni. Kwa mjibu wa kanuni namba 17 ibara ya 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye kiwanja cha mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda uliotarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelezo kuhusu au mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer wa Yanga mabouncer klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na kuzuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuata ukiukwaji huo wa taratibu za michezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management ya klabu ya Simba. Bwana, kama barua ilivyosoma inaelekeza kwamba Simba hawatoweza kucheza mchezo wa leo kutokana na kile ambacho kimetokea jana. Walizuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kama ilivyo kawaida na taratibu. Je, wewe unatoa maoni gani kuhusiana na hili sakata?